chakula leo kipo tofauti. Nikamwambia kwani kipoje? Akasema chakula yani kama chumvi haijakolea vizuri, alafu kina kiini. Una shida gani? Nikamwambia haiva vizuri. Nikamwambia hamna, ila ni nani tu, naomba unisamehe. Akasema yaani kwani ilikuwaje mpaka kikawa hivi? Nikamwambia mama, kuna nani, moto ulikuwa unasumbua, kwa hiyo ikawa imetokea bahati mbaya hivyo. Akasema baba sasa akasema kwani mama, kwani chakula kikoje? Akasema kwani wewe uone huko mdomoni, uone kama kinatafunika kwa jaziba? Akamjibu hivyo, uone kwamba chakula ukiweka mdomoni kinatafunika. Akasema wewe tule bwana, mimi nachelewa. Akasema wewe kama unakula mimi nimeshiba. Akainuka kwa hasira mama mchungaji. Akainuka kwa hasira. Baba mchungaji akasema kaendelee na kazi zako, mimi nakula hapa naondoka. Kwa hiyo mimi nikabidi niondoke, nikaendelea na mambo yangu. Akala, baadaye akainuka. Alikula chote maana yake alimaliza chakula. Yeye alichopakua kwenye sahani alikula, alimaliza. Yaani kama kubakisha, unajua ile kistaa unakula kistaa kidogo lazima ubakize hivyo vipunje. Lakini niliona kila alichopakua kimelika kiasi kikubwa. Mimi nikaendelea na mambo yangu, nikaenda kutoa vyombo. Nilipotoa na kweli hapo chakula ilikuwa kijaiva kweli au tu ilikuwa ni gugu ya mama mchungaji? Yaani niseme kama siku hiyo ilikuwa kuteleza. Kikawa yaani kama kina kiini hivi. Kweli ilikuwa kijaiva kwa umbali. Lakini aliwaka. Baadaye baba alivyoondoka, mama ikawa kama kacheshe fulani. Yaani akawa yaani akiniita sauti moja tu nikishindwa kuitika anaanza kufoka. Yaani ndio maana mnakuwa wazembe mpaka kwenye vyakula mnatulisha vibichi. Yaani sauti ninaita kama 10, kama sijui upo wapi, uko hapo tu anaanza kuwaka moto. Mimi nikawa simjibu. Yaani kama alikuwa kashakuchukia. Yaani kutokana na vile vitu ambavyo vinatokea bahati mbaya, kwa sababu unakuja kuangalia kama kuvunja sahani inakuwa inatokea bahati mbaya, mtu imeteleza hivyo na kitu kilishawahi kutokea akafoka. Unakuja kuangalia haya chakula ndio hivyo. Yaani ikawa kama kaweka kakisirani fulani hivi. Kakinyongo. Sasa siku hiyo nakumbuka ilitokea tena, mama aliondoka. Alipoondoka alikuwa sijui ana mkutano gani, akaniaga pale huko maana yake Mombasa. Akaniambia mimi nitarudi sio muda. Nikamwambia sawa, ila nikuta umefanya hivi. Akawa amenipa maelekezo pale. Nikamwambia sawa, tafanya mama. Akaniambia sio nikuta umeshabolonga, maana wewe sasa hivi mambo yako unavyofanya hata uelewi. Nikamwambia mama, nimekuelewa, inatokea bahati mbaya. Akasema haya, akatoka. Alipotoka baada ya muda nikakuta yani ikawa sio muda mrefu nikakuta baba karudi. Aliporudi ikabidi mimi niandae chakula cha muda, kwa kuna karatiba fulani mtu akisharudi unakuta labda matunda au juisi iko sehemu fulani inatakiwa utoe uweke mezani ili kama anakunywa anywe. Mwenye maisha fulani unajua kwa sisi watoto wa kibongo unywe na juisi, yani wewe chakula na juisi ndio hivyo. Kwa hiyo ikabidi nifanyeje, niandae hivyo matunda. Nikasema kama hata kula matunda basi atakunywa hata juisi ya baridi. Nikaweka pale, nikaendelea na mambo yangu. Nikakuta kaniita. Nani? Baba. Sasa baba kaniita. Wakati huo mama mchungaji manake ndo alikuaga mchana kwamba anaenda kwenye mkutano, si ndio? Kaondoka na haijatimia muda mrefu kwamba yeye ndo kafika mbali. Hapana. Yaani alikuwa hajafika mbali kivile. Yaani kama baba mchungaji alikuwa anamsikilizia tu atoke arudi. Ndio. Baada ya hapo
nikaenda kuitika, akasema vipi? Nikamwambia safi. Shikamoo baba. Akasema marahaba. Akasema vipi kazi zako zinaendelea vizuri? Nikamwambia ndio baba. Akaniambia unajitahidi mwanangu, kazana, hiyo hela ukipata uwe na malengo nayo. Nikamwambia sawa baba, nimekuelewa. Akaniambia hivi, umesema umetoka wapi vile? Yaani unajua hujawahi kunipa stori za huko kwenu. Nikamwambia nyumbani ni stori ndefu, lakini kwetu ni jiji la Dar es Salaam Tanzania. Akasema hongera. Nikamwambia asante. Nikamwambia ila hapa kwenu ni pazuri, japokuwa sijawahi kutoka nikatembea kuangalia mazingira. Ni pazuri. Akaniambia wewe unapaonaje? Kwanza mijengo yenyewe inayoonekana ya watu ambao wenye hela. Kwa hiyo na wewe upambane upate hela kidogo, na wewe ukatengeneze mazingira nyumbani. Nikamwambia sawa, nimekuelewa. Akaniambia basi naomba niandalie maji ya kuoga. Nikamwambia sawa. Kweli nikajitahidi, nikaweka mambo yangu sawa, nikaandaa maji. Kwa sababu wenyewe walikuwa yani kule ndani kwao kulikuwa na bafu. Umo ndani kila kitu. Sasa siku hiyo kama ilitokea emergency hivi, maji sijui yakawa hayatoki, mimi hata sikuelewa kwa sababu alikuwa hana kawaida ya kuniomba maji. Yaani wakati mke wake yupo, maana alikuwa hakuambii kwamba umwekee maji. Alikuwa niombe. Sasa nikatekeleza kwa sababu kaniambia, mimi nikatekeleza, nikapeleka mlangoni. Sikutaka kuingia chumbani kwa sababu nilikuwa sijawahi kuruhusiwa niingie huko chumbani kwao. Ila yeye alikuruhusu. Akaniambia dada leta. Nikamwambia sawa. Nikaingia. Sasa mazingira ya kule ndani lazima uwezi ukakurupuka tu. Nikafika pale nikaganda kwa sababu kile chumba yani kulikuwa na kabati kama 2 hivi, kitanda kikubwa na wanaita nini, dressing table. Iko pale. Nikawa nimeganda sasa, naangalia mazingira kwa sababu mimi mazingira ambayo nimekulia hayapo kiivo. Akaniambia peleka kule. Nikasema akaniambia peleka kule, mlango ule pale bafuni. Sasa ikabidi nisukume mlango ule nipeleke, nikaweka pale, nikawa natoka. Ile kutoka nikakuta anavua nguo. Alipokuwa anavua nguo, mimi nikafanyaje? Nikasimama nikafumba macho. Akasema wewe vipi, umepigwa na mvua? Nikamwambia hapana baba, naona unavua nguo, sasa mimi bado sijatoka. Akaniambia unatoka kwani una haraka, una kazi? Nikamwambia ndio, nina kazi za kufanya. Ananiambia hizo kazi utazifanya wewe, na shida na wewe kwanza mara moja. Wakati anavua nguo anavua nguo. Sasa mimi nikawa kile kitu ambacho yani anakifanya mimi sijakizoea, nikawa naangalia pembeni. Ananiambia unajisikiaje? Ukizoea kwamba ukoje kufanya? Yani nisemee ukweli, sijawahi kufanya, alafu sikutegemea kwamba nitafanya pale, alafu nikiangalia yule ni bosi wangu. Ulipata mshtuko? Yani kwanza niliogopa. Nikawa naangalia pembeni huku, nasogea mlangoni, mlango ule wa kutokea sebuleni. Afu kama kuna upenyo ukimbie na yake. Akaniambia nasogea huko, njoo basi. Nikamwambia kuna nani nilibandika kule sufuria, kuna kitu napika. Akaniambia kitu gani unapika? Nikamwambia kuna kitu mama aliniambia nikifanye, kwa hiyo nawahi itaungulia. Akasema sawa basi, kazime jiko uje. Nikamwambia haya. Nikatoka. Nilipotoka nilikuwa sijabandika chochote. Nikaenda kuingia chumbani kwangu, nikatulia kule. Wakati huo mchungaji ameshavua nguo na umemwambia kwamba unaenda kupika, kuna kitu unaenda kuipua. Alikuwa malaika ashapunguza nguo zote au ndo alikuwa anavua mwendo anaanza kuvua?
yani alikuwa ametoa lile shati, anaendelea kuvua nguo nyingine. Sasa kadri ya mimi ninavyosogea mlangoni, akawa ananioji, wewe vipi, mbona kama yani hutulii? Nikamwambia nataka niwahi nikaepue sufuria kule nilibandika, mama aliniambia kuna kazi aliniambia niifanye. Akaniambia kaipue, lakini urudi. Mimi nilipofika kule nikapitiliza nyumbani. Bwana mtazamaji wangu ambaye unanifuatilia, of course hii ni story ndefu kidogo, na huyu ni mwanadada ambaye alikuwa anafanya kazi kwa mchungaji. Anatuhadithia jinsi ilivyokuwa, jinsi mambo yalivyokuwa yanaenda, na of course amesema kwamba kwa mara kwanza ndio hivyo mchungaji amemuita, lakini